Alright, mutegeri wa Meru TV kwa kagita ga karaja ni tuthirite tukikujira makareka kathomba. June last year gikundi kia mbeu mbithi kiria kizikana maota Gen Z nibo mbere kwithirwa bakiumira na kuthithia maandamano. Kire maandamano jaja ni jo mbere kwithirwa jakire tamanto kathomba na kuma kagita kau makareka ja mabitha ba polisi na kana uchore katakata mabitha ba polisi na mwingi bombe kidogo kwithirwa bukini inuka. Kuna gikundi kithiritwe ikirioka gutigira nikikuthuja na gutegera uritinguge bo mabitha ba polisi. Gikundi giki kijikeneta IPOA nibethiritwe bari mustari na jombere gutigira niba kugeria guchwa Kyoto kagita na kare ogweta mukari kana ta mukenya wethirwa ukiendaga kana wethirwa gikujira makarika kana polisi maybe bamba kwethirwa bagikwataka na njere mo kana ingi itonaga IPOA bagicumira na gutigira niba kwarire mantojaja ngakwo kwa ngerekano a few days ago itonete kisi rethiritwe gititho na mbere na nikisi thingatito muno nyatona OBC ya IPOA igitaba mwe batongerie kinyaba polisi nikenda bakethirwa bakethirwa chonkoni na bakamenyeka kethira ibakushika na njire mo kana ingi ntuko erozo mbeu mbithi ni bethirite bakibangania maandamano jangi metho ja Kenya jarithro jaitagagira gikundi kia IPOA kethira uma ibakuritanguki kethira uma thirikari ni kubatethire kuritanguki na mantu jangi tajaja nikenda tumenya uma bungwo bwegie IPOA mutegeri rukiro na arua tukureterete umo wao ethirito nende ne body IPOA ethirwagare ature ngugi cia IPOA niriku kagita na kara ugo kidogo kinyoko nda ku approach because many of us abarema wa mtu obatere ku approach IPOA na njire iriku na kinyaba mbatamenya kinyabare na obisi ya ndene ya mutindo za kangange karibu sana oni betawa mutuma Dennis Muthomi embedrenga kulikania ndene Facebook ugatwethira imwe kwa imwe ala Meru TV Kenya na nkoroki there 11.2 FM ugatwethira kinyano ke page like kile baraba ndete YouTube eta Meru TV Digital ugatwethira kinyano withirwe ukithingataga na twendene mubango joturingeme. Welcome sir. Thank you. Ukwaje? Niko mzima. Yes, karibu sana Meru TV. Asante sana. Hii nafikiria ndio mara yangu ya kwanza. Ni mara ya kwanza kuwa katika station ya Meru TV. Welcome. Asante sana. Salimia wa Meru na Wakenya wote kwa jumla. Kwanza ningetaka kuchukua nafasi hii kusalimia watu wote wa Meru na watu ya Mount Kenya na Kenya kwa jumla. Kwa majina yangu mimi naitwa John Mushiri Nyaga. Commissioner katika IPOA. IPOA ni shirika letu hapa la Kenya na ni shirika lile linaangalia utendakazi wa polisi. Na watu wengi wajaelewa tofauti ya IPOA na National Police Commission. Juu mambo mengi yale yanatakana kwenda kwa National Police Commission huwa inaletwe sana pia kwa IPOA. Kwa hivyo ni vizuri kama bodi letu la IPOA tumefikiria ni vizuri kuzungumza na watu yetu ili wakapata kujua kuna shirika linaitwa IPOA na linafanya kazi namna gani na ni kwa nini liko hapo. Kwa kifupi ningetaka kusema wakati wa vita ile ilitokezea after election 2007-2008 Wakenya waliumizana sana na polisi kati yao wakaonekana wakufanya kazi yao ipasavyo na kulikuwa na commission ilikuwa ya kina Krigra na kina huyu jaji alikuwa anaitwa is a retired judge. Kulikuwa na commission kadhaa seriously tengezwa wakati huo ziliundwa kuchunguza kiini ya vita ya 2007-2008 na out of that IPOA ndio ilikuja ikasemekana mpaka iundwe ili kuangalia utendaji wa kazi wa polisi, kwa sababu polisi wakati mwingine wanaonekana wana take signs na watakikani wafanye hivyo. Ukiandikwa kazi ya polisi inatakikana ufanyie Wakenya wote. Either wewe umetoka kwa jamii maskini ama jamii iko ukiripoti kesi yako kwa polisi inatakana undumiwe. Na kwa muda mrefu polisi wamekuwa na lawama kubwa na Wakenya wamekuwa kilalamika sana. Na ikawa Wakenya wajajua ni
namna ya vile mafunzo yao huko Kiganjo ndio sio sawasawa, ama ni induction wakitoka huko Kiganjo wakija hapa nje wanakuta wale wa zamani wanawafunza wengine tabia mbaya. Kwa sababu mimi vile naelewa vizuri curriculum ya police over the time imekuwa improved, imewekwa hata vipengele vya human rights, na watu wengi huwa wanafikiria polisi watu wengi wamekuwa wakisema polisi ati hawajasoma. Polisi wamesoma. Polisi kuna watu wamesoma sana. Zini Dennis wewe? Yes. Dennis, polisi wamesoma. Kwa hivyo mpaka tu watu watu wa Kenya wangetaka kujua shinda ni nini. Kwa sababu polisi ni ndugu zetu. Polisi ni dada zetu. Polisi ni baba zetu, ni ya mama zetu. Yaani polisi ni wanatoka kwetu sisi wote wa Kenya. Na hiyo shinda watu wakaketi chini wa Kenya wakasema basi na sisi ndio unaona tuko hapo kama IPOA. Kwa kifupi sisi tuko hapo wakati unakuta mtu ameumizwa kama akiwa kwa sele ya polisi, ama hata sio sele ya polisi, ama afe akiwa mikononi mwa polisi, tunaingia hapo kuchunguza. Directly hiyo kazi sio ya polisi tena, mtu akiwa ameaga akiwa katika police cell, they are supposed to report it to IPOA. IPOA sana sisi tunaingia tunachunguza ni asani kitu gani kimefanya mabusu yule mlishika na anjapelekwa kotini amekufa akiwa mikononi mwenu. Na ni kama case study ni kama hii unaona ya Albert Ojwang. Yes. Ile imeleta changamoto Sana. na it is cuts across watu wote wa Kenya wakufurahia ishwa na hiyo kitu. Na sisi kama IPOA tukaingilia kuchunguza kiini ni nini, kwa nini atolewe kutoka all the way from Nyanza mpaka Central Police Station fine, alafu akaka akiwa kwa na kuaga kwake ni kuumizwa. Na mwisho ikawa ni mauti. Tumechunguza hiyo na tumekuwa tukichunguza visa nyingi sana. Jana chairman wetu alikuwa kwa mkutano na civil societies, na katika statement ile alitoa ni kuonyesha just last week kuna vivo 20 reported watu wameaga wakiwa mikononi ya polisi 20. Kwa hivyo hiyo ni kitu inafanya nchi nzima yote tujiulize what is really happening with our police. Alright. Kuna kitu umezungumza ukasema kwamba IPOA ndio wanasikiza mwananchi wakati ambapo pengine afanyiwi kazi vizuri na polisi. Kuna mtu angetaka kujua nitaanzaje? Mimi pengine nimeenda nimedhulumiwa, sijahudumiwa na polisi, lakini sijui nitaanzaje kuripoti kwa IPOA. Where do we go? How do I start? Okay. Katika IPOA tuko na 9 region offices. Those 9 regional offices, Meru ni moja. Na those 9 regions, they are set such that sina serve the other, so we have got tuko na 47 counties. Sina serve the rest. Kwa hivyo kuna shida kidogo kwa sababu IPOA sasa tuseme kama hii region office ya Meru ina serve Embu, ina serve Isiolo, ina serve Marsabit, ina serve Samburu, ina serve Moyale. Ukiangalia hizo area zote ni area ziko na ungumu wa kusafiri kwa sababu hatujakuwa kwa 47 counties, lakini future planning tuwe in every county ili tuweze kusafu watu kutumikia ama kuhudumia Wakenya kwa njia ya kuwa karibu na hao. Lakini hayo yanajawezekana kwa sababu unajua tuna operate kulingana na budget. Na nimeona na ni vizuri kwa sababu tunazungumza na Wakenya. Nimeona watu wengi hata wakiblame IPOA wanasema tunasembea kwa kazi. Ni vizuri Wakenya na ndio tumeamua kama bodi mpya. Sisi tuliingia tulipata kuchaguliwa ama kupewa hii kazi 9th December last year. Kwa hivyo we are 6 months only kwa hii board. Ni vizuri
Wakenya wajue IPOA haiwezi kuhudumia Wakenya wote vizuri na wakati unahitajika juu hatuko in the 47 counties. Okay. Kwa hivyo ni wakati wanalalamika kesi yetu imechelewa, ni vizuri wajue IPOA sisi tuko na huo uwezo wa kuhudumu haraka iwezekanavyo. The answer is no. Kwa sababu ikiwa tu na office in the 47 counties, IPOA ina oversight police over 120,000. IPOA tuko na wafanyikazi I think 287. Alright. Out of the 287, 77 ndio investigators. Tuko na department tofauti. Ama directorate tofauti. IPOA ile kitu inahitajika niwe strengthened. Hata ikiwa iko kwa those 9 region offices, at least iwe tukisikia kuna kitu iko Moyale, it will be possible for us to run there immediately na kuanza uchunguzi. Tumekuwa tukiongea na mbunge na wambunge kutoka sehemu kama Garissa. Kutoka Wajir na Mandera. Juu Mandera na Garissa, Mandera na Wajir, they are served from Garissa region office. You can imagine from Garissa kwenda Mandera, kwenda Wajir, I think it's about 700 kilometers. Na askari wote wale wako na indisciplined cases kulingana na mbunge vile wametuambia. Wote unasikia wanatumwa Northeastern. Unaambiwa wewe utapelekwa huko. You can imagine ikiwa indisciplined cases zote zinapelekwa sehemu kama hiyo. What is happening there na IPOA wako? So unaona hiyo ni crisis. So even parliament itself wanaona umuhimu wa kufund IPOA. But the gist of the matter, it is not happening. Okay. Kwa hivyo vile tuko wachache tunapea Wakenya huduma yetu na huo uchache. So Kenyans wanaweza kuwa najiuliza IPOA tuwaoni hapa, atuwaoni pale, ni kwa sababu budget yetu kama tumepeana budget ya 2.3 billion. Tunapewa 1.2 billion. Hiyo ni pesa ya kulipa mishahara na kulipa rent na operation kidogo. But kwa ufupi tumeweza kuwasiliana na Waziri Murkomen, tumewasiliana na PS Omoro, na tumewasiliana, tumekuwa kwa mikutano na civil society. Kwa sababu civil society, those are stakeholders. Kwa sababu sisi tunatetea mtu ya kawaida. Na tunaona kuna umuhimu na we hope serikali itaconsider kutupea budget ile tumewauliza, ili tuhudumie Wakenya na ili tujue ni kitu gani kinashinda na polisi. Tumepeana recommendations, retraining police kuwa wanaenda refresher courses, human right, wawe pia wanaenda kuwa train. Hata sisi IPOA tunaenda huko training Kiganjo kuwafunza namna ya kukaa na binadamu. Wako na shinda nyingi sana hata polisi wetu, si polisi wote wabaya. Okay. Kuna polisi wazuri sana, lakini kuna polisi wako huko ndani wako na shinda. Wengine wako na mental illness, wengine wako na shinda ya wamefanya kazi muda mrefu, promotion, mishahara, nyumba, transfers, operation by their seniors, by their superiors. Police reforms inatakana Wakenya waketi chini na waseme wanataka polisi aina gani. There's a problem in police. All right. Yes. Thank you. Kuna mtu hapa anasema, good morning Dennis, my name is Patrick. Uliza Mr. Nyaga, does he think the people of Kenya still have faith in IPOA? Nitasema yes and no. Na wale wanasema wana faith wanaweza kuwa kwa sababu wameripoti kesi yao na imeendelea. It has taken months to be sorted out. Lakini pia tuko na levels hatuwezi pita. Wakati tumepata kesi, tukichunguza kesi zetu zote tuna hand over kwa director of public prosecution. Kwa hivyo hatuwezi kuenda kumrasimisha, but we have an obligation. Huwa tunamkumbusha kuna kesi ya manda, kuna kesi ya injuries, kuna kesi ya sexual harassment, abuse. Kwa hivyo we don't have the powers to prosecute and we don't have powers to arrest. Kwa hivyo hata polisi wakati wamefanya makosa, mpaka turudi tena kwenda kupata right ya kumshika
na atashikwa na polisi tena. It is different from South Africa. South Africa wana IPIND, Kenya tuko na IPOA. Kuna organization mbili in the whole of Africa. Ni sisi hapa Kenya na South Africa. Na hata kabla ya polisi kuwashika, polisi wanajua kuna IPOA. Kwa hivyo hata deterrent peke yake inawafanya wakati wanafanya makosa wanajua IPOA will land there. Hata ikiwa sio siku hiyo, the following day will be there. Kwa hivyo IPOA sisi ndio tunatakikana tutoke na tusungumze na watu tuambie kuna IPOA. Na njia ya kupata IPOA ni hii. Na ofisi zetu siko hapa na pale na pale. Na ikiwa ni kama tuko na kama hotline yetu ama tuko na free toll number, you can report online, unaweza piga simu na unaweza enda physically kwa ofisi ikiwa uko karibu. Kama hapa Meru hakuna haja ya kupiga simu, you just walk into our office. Alright. Yes. Mtu angetaka kujua, for example, kwa sababu umesema IPOA, polisi ataenda ashike polisi mwingine. Utatumia polisi bado kwenda kukamata polisi. Kuna watu wanaweza kuwa pengine mtu akona uoga, nimeenda kuripoti polisi kwa IPOA. And still nitakuwa na uoga bado hapo baadaye. Mko na mikakati ya kuhakikisha kwamba the person who has reported anakuwa ile protection yake, ata feel safe after kuripoti polisi kwenu? Tuko na cases za aina hiyo zingine, very serious cases, na ikiwa tukiassess tuna involve witness protection agency. Right. Tuko na witnesses wetu tuna protect, na inafika hata kiwango kuna witnesses wetu wengine hata hutawaona. Okay. Witnesses wetu wengine hata tumewatoa nje ya Kenya kwa kesi zetu. Kwa hivyo mtu asiogope kuja kulete kesi IPOA. Ukilete kesi za IPOA tutajua vile tutaicluster. Kuna cases zingine very serious cases. So the person is guaranteed atakuwa protected. You will be protected. You'll be protected. All right. Anasema good morning. Ameniambia kwa Kimeru, Morie kwa kuna okay, anauliza kama mnakuaga na public participation. Joyce Kumaroire, thank you so much. Public participation ndio swali lake. Do you have such? Public participation. Tuko na forums. And you'll be surprised. Okay. Forum zetu tuko na stakeholders forum. Na tunatumia national government through the DCs wakati kuna public barazas watu wetu wanakuja. Na wakati tuseme kama DC ama chief wakati wako na mikutano, ikiwa ni kama region hii, tunatuma ofisi ya Meru. Inakuja. Kuna flyers, kuna brochures ya kuonyesha tunafanya namna gani. Lakini ningetaka kuelezea mwenye kuuliza hiyo swali kwa sababu it is a very important question. Mambo ya public participation ama forum zile wanaweza kujua mambo ya IPOA. Actually atuonekani. You can imagine we have got 9 region offices. Okay. Na tuko na 47 counties. Tuko na 290 constituencies. Sini kweli? Right. You can imagine a constituency. Hata ingewezekana tungekuwa na office kama 290. Lakini we are not there. But slowly we are getting there. Na ndivyo tunasema tukipata kama budget, our intention ni kufanya tuwe na ofisi at least kwa 47 counties. Na wakati watu unaona kama tuseme kama for example, kwa sababu number one, why I'm around. Kwa nini niko hapa Meru? Na nikafikiria ni vizuri nizungumze na watu ya asa watu ya region yangu. Nyumbani ni Embu, but incidentally I'm the one who is in charge Meru and Nyeri. Juu kama mambo ya maandamano ama anniversary ile tunajua sisi wote itakuweko kesho. IPOA huwa tunatuma watu yetu kitu inaitwa monitoring. Alright. Na kama sasa mimi nilikuwa upande huu kuangalia ofisi zetu zimejitayarisha namna gani, the preparedness, so that in case kuna polisi wanaumiza watu yetu, tuko na watu wamejiconceal, watu yetu wako huko ndani, wanapiga picha, wanajua yule ni mtu fulani,
na wakati tunakuja kuhandle cases kama hiyo, we are able now to investigate, tukiwa tunajua mtu fulani tulimuona, si ate tumeambiwa. That is how we collect information. That is why I'm around here, kujua ati hapa Meru kuko namna gani, na ikiwa kutakuwa na demonstration, mimi ningetaka kuappeal kwa watu wa Meru, watu wale wanaweza kuwa wanafanya anniversary ya Gen Z, jua walikuwa watoto wetu wale waliaga. Let not police interfere with those demonstrations. Number one, kupiga tear gas canisters unnecessarily. Number two, hata kupiga rubber bullets unnecessarily. Number three, wasijaribu kutumia live ammunition, kwa sababu hiyo kitu imerete na imechokora serikali hii, this administration. Even as much as the president is trying to bring people together, there is a problem. Kwa sababu watu wanauliza, this administration which is killing people is as if they have been given that authority by the executive, which is not correct. We have got the rogue police. And I want to assure Kenyans, we have to weed out those rogue police completely, kwa sababu tuko na police wazuri sana, lakini wanaharibiwa na hawa wachache. Mtu anachukua bunduki, anapiga mtoto ya mtu fulani, kama mnyama, kama swara anawinda. It is unfair. It is even ungodly. Right. So we are here to say that we are there, na sisi tunatetea mwanawinji wa kawaida. Either wewe ni mdogo, wewe ni mkubwa, hakuna mtu anatakana awe harassed by the police. Right, nikiendelea na swali, kuna mtu anasema hapa, Meru TV, good morning, morning to you too. It's a year since the Gen Z revolt. Ask him, have they concluded all the cases that happened after the police brutality since June 2024? We registered about 60, about 60 cases, yes, death, and more than 200 injuries. Out of the 60, zote ziko in different stages of investigation. Alongside that, tuko na challenges, kwa sababu kuna watu wanakuja wanaandikisha kuambia we want further statement. Unaona, unakuta mtu, hata wengine wanalikadi wanasema hapana, wanakataa kucooperate. Cooperation inahitajika sana. Out of the 60, kuna cases zimekuwa forwarded to the DPP. Na siko kwa stage, zimeenda kotini, zingine zimerudishwa file, lakini we are able to it was a very complex. It was a very complex investigation. Na uliona hata wakati there was hii mambo ya BBC walilete hiyo that see the year and those clips. Tuko na kitu inaitwa non-cooperation kwa police. Although the current IG ameandika email, any information we want from the police, wakatae kutupea. Yule amekataa kutupea, hata ikiwa ni OCS, you'll be liable. Kwa hivyo saa hii kuna cooperation inakuja, and we can see we are getting somewhere. Before Kanja aje, police walikataa kucooperate. I have to be honest. Na niambie wa Kenya hivyo. Wanasema kabla hajaandika statement, ikiwa police tunashuku wewe ndio ulipiga risasi, wanasema upate clearance from Nairobi, tuseme ni hapa Meru. Clearance from Nairobi, na hiyo clearance ikija, yeye akuje na wakili. Niambie police wako na mawakili wangapi Kenya? Very few. Sasa ikiwa kuandika statement yataandika ikiwa wako na wakili wao hapo, kuna kazi itafanyika. So let me say we are getting good cooperation from the current IG. Amesema yule askari hatafanya kazi kulingana na vile sheria inasema, yeye atamwachilia. And that is what is happening. There is cooperation between DPP, Director of Public Prosecution, police wameanza kucooperate kuappear for statements. Watu wale walilete taswishi, and it is important also to say so that the Kenyans
can judge for themselves. Parliament hawakutupea clips footage of exactly what happened there. You see? Si Gen Z wengi walienda huko na wengine waliaga hata kwa geti waliuawa. So it is also now it is the high time we have also written to Parliament to forward the clips, and I think through the executive and through the National Assembly they will submit those clips so that we can conclude the investigations. The other one was the military. Yes. Parliament there is a museum in Parliament. So unajua hiyo ni ya KDF. Yes. Also wako na footage zao. What exactly happened juu hiyo ndio ile njia waliingilia. So we would want to know what exactly happened. So some of this investigation, without information, you are not able, you get somewhere, you find you are climbing walls. Unapanda maukuta tu. But let me say, we are getting somewhere now with the investigation. Right. And the 6 files have been funded. Tayari pelekwa kwa, and I can say that is progress. Zimekuwa funded kwa DPP, kwa ODPP, Office of the Director of Public Prosecution. Right. Kabla niendelea swali langu, kuna mwingine hapa anasema Dennis, IPOA does not treat every fish equally in the ocean. Uliza Mr. Nyaga, why did they release Langat in the ongoing case of Albert? Nataka sisi unajua kuna public wanaweza kufunga wewe. Kama sasa tuseme Dennis. Mimi niwe niko na complain. No matter how people might take it, because some people are saying huyu Lang'at alikuwa petty, all those things. Unajua Kenyans mpaka they are entitled to opinions aina yote. Hata mimi nikiulizwa labda ni if I was in his shoes, maybe I could have handled that issue differently. Kwa hivyo Kenyans, hiyo ni right ya Wakenya kusema ndia Lang'at angefanya hivyo, angefanya vile. Sasa wacha tukubaliane hii complaint. Sidio? Okay. Na is a written complaint. It is there. That is something actually for authentication. Hata nikitoka hapa, I can ask you for it na nikupee. Right. It is not, it's no longer confidential. It's not a classified document. He complained about a team of brokers wanamchafuria jina. Na ikawa moja mpaka ataenda kutafutwa mpaka huko. Ni Homabay? Yeah. Homabay, huyu kijana. And me is had so less in internal peace. Juu mimi naona kama kijana wangu. Yeye ni of the same age with my firstborn. Hiyo complaint wakati alilaunch, askari wakawa dispatched wa DCI. Wakaenda wakalete, wakashika kijana wakamfuruta all the way to Nairobi. Kijana amekuwa handed over to the police central. Vile walifanya yote tumekuja kuona walimuua. Waliuza mabusu wengine, walitumia mabusu wengine kumwadhibu. In the process of kumwadhibu, na sijui ni nani aliwapea hiyo authority, wakaua kijana. Kijana yule alikuwa hakuwa mgonjwa. I am trying to imagine kuteswa mpaka ukava sio kitu kidogo. Kwa hivyo no one is happy with that one. Right. Sasa tuje sasa upande wa prosecution na statement. Lang'at amekuja kwetu na amefanya statement. I don't want to get into details of that case. Kusema ati Lang'at kwa nini hajapelekwa kotini. Because in the process, ikiwa itatoka that he was involved or he gave directives, he is not, hatuwezi kusema ati yeye ati akona immunity ya kukosa kustakiwa. Lakini ushahidi ule Director of Public Prosecution ameona, he complained, askari wakatumwa, bandara ya kuja na wapeleke wachange Ojwang
wakadecide kumuua. You can see that hiyo case. Kwa hivyo hiyo mimi ningesema tunawachia judiciary. Judiciary ikiona hakuna ushahidi wa kutosha ama kuna ushahidi wa kutosha wa kuincriminate DIG, basi DIG ataletwa kwa koti. Kwa sababu si kusema tu wakati umeandika statement yako, si statement yako unaandika na ikifika jaji akiangalia atasema bana hii ni uongo. Nimekatana na hii. Unaona? So kwa hivyo ningesema tu at least wa Kenya wawe na subira na we are making progress. Tuko na watu wale walifanya hiyo kitendo. Wacha tujue aliambiwa na nani. Ndivyo ningeomba tu wa Kenya. Lakini hakuna mtu amefurahia. Wazazi, majenzi, nani, wa Kenyans. No, leave alone the issue of rules now. Even Kenyans. Wanajaga, katika hii kesi tuliona mlichunguza na mkaenda katika Central Police Station. Ikasemekana pia zile CCTV camera zilikuwa tampered with and all that. Ni kweli. Later tulisikia Waziri Murkomen akizungumza kuhusu hali ya some of our police stations. Zingine hazina CCTV, hakuna vitabu nzuri. Pengine can we say that sometimes the states ya a police station vinyiko pia inapatianga kazi ngumu wakati uchunguzi wenu? Wacha niseme, and for your information, nilienda Central, lakini mimi sikuingia kwa hiyo place. Kwa sababu ililete shinda tena sana. Ilisemekana chairman wetu amefanya kikao place na police na wauanji. Si unakumbuka hivyo? Lakini walichanganya tu chairman hapo wakafanya, kwa sababu chairman alikuwa wakiwa na chairman wa TC walikuwa wameenda kuangalia, walisema they want to see to inspect those cells. Kwa hivyo katika hiyo kisasa naye nani akaingia police station, alikuja na the command yote ya Nairobi, DIG. Sasa chairman wetu hata angekimbia, kwani angetoka kwa gate anakimbia. So press was there, wamecrucify chairman, but chairman was not a part of the DIG. Walikuwa wameenda na timu yetu ya IPOA. Now, let me say one thing. Kuna kitu umeuliza na ningetaka ni kusema hivi. Police station, and this one I'm addressing Murkomen. Because he is a CS Interior. Na ikiwa atafanya vile tumemrequest, at least wanjaribu kuimprove the standard ya police station zetu in Kenya and the welfare of our police. Ili wakati tunangangana na police tuwe tukiwaambia we have provided ABCD, why are you not working as you are supposed to? Now, police Kenya waliwachiwa members of parliament. And for information, I have been myself nimekuwa member of parliament. Miaka 10. Unasikia? Na sisi tumejenga police station kila pahali. Lakini I think this is wrong. Police, IG na Minister Interior haina budget ya kujengea police station to improve the police station. Some of them they are like ni cautions. Hata zinakaa kama nyumba za farasi. Hata nyumba za farasi zile za wazungu ni nzuri. Kwa hivyo hata welfare ya police iliwachiwa wambunge. Wambunge wako na bursaries, wambunge wako na kujenga madarasa, wambunge wanajenga manyumba ya chief. Yani Interior, Ministry of Interior inatakikana iketi chini na ifikirie kama hiyo ni mzuri. You see, ingekuwa ni ministry ingejenga ikiwa police station na standard mzuri, ijue ni wapi hakuna police station, ingejua huu ni wakati wa kurenovate police station zile za 1940 something. Imagine police stations za 1940 something, 50 something. If you go to Kamukunji, if you go to Central Police Station, huku ni uwezi police wanafanya kazi under very difficult conditions. And it is the obligation of this government, because there is a lot of money inaenda hata pia upande wa police
tungetaka kujua kama hiyo pesa pia inatumika vizuri. It is for the Kenyans to know. And this one I'm requesting the minister at least a focus kwa polisi. Awasaidie vile wanatakana wasaidiwe. Lakini si kuachia polisi wambunge. Wambunge ni wanasiasa. Wanaweza kosa kwenda, mbona wambunge ya Nairobi ni wachache, naona maukuta hivi, mbona waja improve those police station? They are only 66, I think 66 police station in Nairobi, and we have got 17 constituencies. Kwa nini wajafanya ziwe center of excellence? It is because it's politics. Na polisi haitakikani siasa. So ni vizuri minister aketi chini na DIG ajue ni kitu gani kuna shinda ya infrastructure ya polisi. Right. Kuna mtu hapa anasema, good morning. Can the police also launch their complaints to IPOA? Because we have seen instances where police are being harassed by the public. Tuko na sisi through monitoring and inspection. This recommendation IPOA huwa inafanya. Na tuko na report hizo, we submit the report to the parliament, we submit the report to the minister, na ile inahitajika kusubmit kwa DIG, kwa IG tunampea. Na through recommendations za IPOA ndio unaona hata polisi wakakubaliwa kupewa house allowance, so they can live outside the police line. Kwa sababu ni vibaya sana kwa room moja mnaishi watu wawili na wako na familia. Hiyo ni recommendation ile ilifanywa na IPOA. Among others, improvement of the salaries, their welfare. Sisi kama IPOA tumekutana na DIG. Na niliona mtu mmoja, and I'm sorry to say this, a lawyer, akisema, not a lawyer, no, I think he used to be the chairman of Security Association of Kenya. Akasema, it was last week, kwa Daybreak, akisema alisema tulienda kukutana na IG. Is it an offense? Tunaenda hapo kupeleka malalamishi ya polisi. Tunaketi na DIG, na IG, na akaita DIG wake wote and the entire command wakubwa yote ya polisi, na tukawaambia yale zile shinda tumeona through monitoring ya police station na inspection, na tukawaambia ni vizuri waangalie, kwa sababu number 1, police promotions, corruption, transfers, corruption, hata to an extent ya uniform wakipata, corruption. Hiyo ni police tuko nayo ama ni shinda? Na DIG kanja akasema atachukua hatua, na already is addressing that. Police unakuta wengine uniform wapati, wanaenda huko Liverpool wanapima uniform, wanajiripia. Really is it supposed to be like that? Kiatu anaenda pahali fulani, anaenda ananunua kama hiyo ya mitumba huko pahali zimewekwa, na anafaa na viatu. So police, what they are going through is also another issue which is supposed to be addressed. Lakini tunataka wakati tunasaidia polisi wetu na tunawatetea kwa serikali, na hao wawe na decorum. Wale wana decorum. Right. Kuna mtu hapa anasema, Jackie Gaki from Koune, salimia sana mgeni. Kuna polisi walevi sana huku vijijini. Can we forward their names to your offices? Kabisa. Haraka iwezekanavyo. Hiyo au polisi wote, wale watu, tuko na polisi wako na mental illness. Tuko na polisi wako rehab. I can't give you the figures, but I know we have the figures. Kuna organization ilifanya survey, na I can remember there was a figure of 2,000 and something. Watakikani wao kwa kazi. Hata watakikani washike bunduki, lakini wako kazini na wanashika hiyo bunduki. Those are the policemen who are killing our people. We want them, if they cannot be rehabilitated, then they will start an exercise of removal. Waache kuharibu kazi nzuri ya polisi ile wanafanya. Askari 2,000 na kitu, almost 3,000 who are not supposed to be in the police. Si hao ni wengi sana? Si ni wengi?
So ni vizuri na wale wanaweza kuwa rehabilitated warudishwe kazi hivyo, warudi kazi. Wale kabisa beyond redemption wawe removed. Right. Anasema anaitwa Pixboy watching live from Kiamuri Market. Thank you so much. Ken Mwiya anasema IPOA is a waste of time. They are part of the problem. Waste of public resources. Is that the case? Well, he is entitled to his opinion. But we know we are serving Kenyans. And even deterrent peke yake. Uwe kiwatchman yate anakuchungia ati hii station, ati unafikiria Mungu ndiye anakuchungia station. Unasikia? Lakini huo watchman ni watu wengi sana hawezi kuja hapo kufunja akiwa hapo. Hata wakiwa watu 10 walikuwa wanakuja ikiwa mjana wataona na kweli kuna watchman wanarudi. We are there. We are guarding the interest of Kenyans. Na tunajua tunafanya kazi kadiri ya uwezo wetu. With meager resources tunajaribu. Na tunaendelea kutia bidii. At the same time asking the government to resource IPOA fully. Right. Anasema hello Sam. Do you think the police are using too much force when it comes to the Gen Z revolt? Anasema unafikiria kama polisi wanatumia nguvu zaidi? Hiyo ameuliza swali na amejijibu. Wanatumia nguvu zaidi. Wanatumia nguvu zaidi kwa sababu ukiangalia case kama ile ya multimedia. Alright. Last year. Si unakumbuka yule kijana alikanyangwa na polisi? Yeah. Walikuwa na mchapa Arabu wakamtupia canister. Hiyo file imefika kwa DPP. Watu wanastakiwa. Kwa sababu huyu ni kijana mdogo. Ako chini. Wamemgonga, ameanguka chini. Wanamkanyanga. Mmoja yao na ni kama baba ya huyo kijana anatupa canister. Ipasukie kwa kichwa yake. So mambo ya hiyo polisi wanatumia excess power. Alright. John Magiri anasema kwa Central anasema salimikeni sana. Anasema polisi wanapaswa kufanyiwa training after training ya Keganjo by IPOA. Thank you so much for that. What can be done to make sure the friendship between the police and the public is brought back as it were many years ago? Ni mikutano na tuko na kuna civil society, okay, state na non-state. Na all of us tumeketi chini na hao na tukasema police tunahitaji kufanya mikutano ikiwezekana, mikutano kwa kaunti zetu zote, and we cascade it to our constituencies. Na tuwe na events ikiwa ni hao wana youth pia kama kucheza mpira na police, sa kupanda miti, na during those interactions watu wanashare na wanaongea na wanajua hata giving police information ni kama sharing intelligence. Kwenu hakutakuwa na waisi. Unajua waisi tunaishi nao na tunawajua. Lakini watu wanakataa kupea police this information kwa sababu wanajua police wanatumia hiyo information vibaya. Unapea police information alafu anarudi kuambia criminal ni fulani alinipea. Alafu criminal will come for you at night. So police juu ya hiyo tabia ya kutokuwa wasikizani na community. Ndio unaona hata hapa kuna watu wanaweza kuja wafunje hapa na muulize ni nani hao, na community inajua criminals. So what I'm trying to say, tunahitaji a lot of interaction na police. Ndivyo nimesema ikiwa ni kama communities zinakuwa unaona wanacheza mpira kama na zile police wale wako hapo, tunakuwa na functions za kupanda kama miti, tunakuwa na kitu ya kutulete pamoja. That way communities zetu zitaweza kuishi na police vizuri. The other thing then is kabla sijasahau, ile kitu ililete pia shinda nimekumbuka juzi, hakuna pahali nimeandika hiyo. Hizi kesi za Gen Z. Shinda moja encounter kubwa ni multi agency. Tuko na police kawaida, Kenya Police, tuko na administration police, tuko na prison, tuko na forest, Kenya Wildlife Services, tuko na coasting guard. Na ya sapa
Kenya Army, KDF walikuwa involved kidogo tu, lakini wakutoka si walikuwa on standby. Lakini tulikuwa na active vikosi 6. Wakati tuko na vikosi 6, ukiuliza ile onda ilipeanwa, nasikia police station wanasema mimi si watu yangu walikuwa hapo, ni forest walikuwa hapo, ni KWS, sijui ni prison walikuwa hapo. Tunataka wote waletwe under one umbrella. Act amendment ile tumerecommend sasa ni wawe subject kwa IPOA. Tunaweza wastaki. For now, hatuwezi kuwastaki. Hata kesi ile ilikuwa huko Naivasha KWS. We were not able to intervene kwa sababu KWS is not under IPOA. It's only police. Na police ni AP na Kenya Police. Prison hawako under sisi. KWS, Kenya Forest, na unaona kukiwa na maandamano wote wako huko. Unakuta watu ya green, wako na uniform ya green, unakuta NYS iko huko, unakuta prison wako huko, askari wa misitu. So all this, and it is confusion. That is something which the minister actually for CS Interior, that is the first thing he should address. About the multi-agency. What is the work of a multi-agency? Na wakati tuko na multi-agency, can we check them? Wanaweza kutupea list ya wale watu walituma Nairobi CBD. Wanaweza kutupea watu wale wametumwa hapa Meru. Wameweza kutupea kutuambia ni forest wangapi, ni KWS wangapi, AP police. Kwa sababu tukiwa na hiyo tutaweza kujua area fulani ilikuwa na askari gani. Kukitokea kitu tutachange hao. Kukitokea kitu ya maafa. Yes. Right. Thank you for that, Bwana Nyaga. Anasema Mato from Kabone. Hello, say hi to Mr. Nyaga. The issue is raising about the deplorable state of our police is 100% true. Internal CS must do something about the welfare of our policemen. Thank you so much. Tuki ulitueleza kwamba Meru ni area yako pia unaangalia. Tungependa kujua pengine visa vya pengine malalamishi kutoka kwa umma kwa polisi. Hivyo visa Meru ni vingi ama unaweza rate aje hii nao in Meru? Meru. Malalamishi yako namna gani? Malalamishi ya Meru, Meru sio mbaya sana. Meru sio mbaya sana, and let me unajua those are statistics injuries ni Meru wakati wa Gen Z. Naweza kukupea the figures injuries Meru County walikuwa 15, and that was in Maua 15. Walikuwa 15. Na I can give you the breakdown of Meru. I don't think sidhani kama unahitaji hizo zingine. No, it's okay. Meru tulikuwa na 15 injuries na tuko na hiyo report. Tuko na report. Yes. Na we documented everything. All those injuries have been followed. Were they from the police? Kwani ni nani? If you give me a minute, it's okay. I can so that it is important. Si vizuri kujibu maswali casually. Ni ukweli ukiendelea kuangalia nitakumbusha pia mtazamaji wetu kwamba upande wa Facebook pia tuko ndani, endelea kutuma pale 311.2 FM tuendelee na mutageri tudro tukiona gamantu urea jokarikiriro ali rwetu na IPOA baraba kedrwa bageti kagira ne bakuthuja na nkuruki gututariria mantu kathumba jegie uritingo gebo IPOA tukwerojo ikwirigiri kwethra kuri na maandamano ja Gen Z gikundi giki kairi gikathro kirinda ne street gutigira niba kuthithia gintu gigita maandamano ja riri na kurikanie korona janga twira typo ibethirite bagitigagira niba gutegera uritungi gwo polisi bonde na nkuruki kuthikira magamba jaraja kuretwa mbere obici yao kagita na kakam aratorene ikwenda kumenya kidogo makarika jaraja thirito ja kiumira ndene ya county Emeru makarika ja kimanda na county Emeru kana ni issue cases ingana chithirita chikiumira ndene county Emeru
chiegie polisi na mwingi atotaririe twira maandamano ja last time nara mawa ino kuonekanire kidogo antu baguraritwe antu baringa ngina ne kesi agutura ne bakuthingatira ta IPOA ngeta na mbere na kuthoma biure bienu kwa bereta. Good morning Dennis Kit. Tunauliza kwamba tunaona kwamba IPOA inajaribu kila kitu, lakini wanafaa wachunge, kuna watu ndani wa IPOA still are very corrupt. All right, thank you so much for your view. Anasema kuna watu wako corrupt huko ndani. Nataka kusema hivi. Unajua sitaki kutetea watu ya nisijifanye we are saint. Unajua sisi tuko 6 months hapo. Lakini zile ripoti tulipata and over report na ile tumejali hata saa hii uchunguzi ule tumefanya huko, tungekuwa tumepata mtu corrupt saa hii angekuwa ameenda nyumbani. Let me say this. Tunapeleka faili zetu kwa ODPP. Zote zile investigated. Na wacha nikwambie na nitasema kwa runinga hii. Hii ya Meru TV. ODPP mwenyewe, director mwenyewe akatuambia wakati tulikuwa na kikao na yeye. Tulikuwa na kikao ya more than 2 hours. Katika utendakazi wake amekuja kugundua IPOA iko na very competent investigators ama staff. Kesi zetu azimzumbui, faili zetu zile tunapeleka huko. I don't want to mention other organizations zile alitaja. Na mimi siku hapa kutetea kusema hatuna watu corrupt. Lakini I have not, we as a board, all of us, because I'm speaking on behalf of the board, we are yet to come across a corrupt officer. Are we together? Unajua ni vizuri tuzungumze, na ni vizuri ikiwa akiwa hata kwa runinga ama kwa simu akikwambia unajua atakuwa amesaidia IPOA na Wakenya. Ni vizuri akwambie kuna case, ikiwa kuna case ndio tutaiact instant. Nikiwa hapa Meru kabla sijarudi Nairobi. Nitawaambia hebu check this and this. Kulikuwa na case ama ripoti ya aina hii na kuna ofisa wetu wa IPOA akufanya kazi kulingana vile anatakana afanye. All right. Thank you. Kelvin Dereva, watching live from Kangaroo Market. Ipoa sana Kelvin. Sijui bwana Nyaga kama upata the statistic kama tutaikuja tuiangalia baadaye. Utafanya tutaifanya kama but general umesema kuna visa watu waliumizwa sana sana ilikuwa Maua. Na hizo kesi zote mkasema mnazifuatilia. Tunafuatilia. Alright, pengine tukimaliza kwa sababu ya muda wetu tungetaka kujua your final thought as IPOA. Number 2, kesho utakuwa niyo maandamano. Pengine what is your advice to the Gen Z and even to our police officers out there na kwa wananchi wote kwa jumla? Yote nitaiweka pamoja. Yes. Mimi ningetaka kusema hivi. Watoto hatutakuwa Christmas, hatutakuwa tunakula chapati. Samani tulikuwa tunasema chapati ndio ilikuwa chakula ya Christmas. Yes. Kesho. Kesho ni anniversary. Actually it is a solemn anniversary. Unajua unaweza kuwa na anniversary ya harusi, unakuwa na anniversary ya mambo mengi. Anniversary ni nyingi. Lakini hii ni ukumbusho watoto wetu wale waliaga. 25th June last year. Ningeomba watoto yetu watokesee kwa amani. Na wafanye maandamano kwa amani. Ikiwa kuna kitu kama memorandum wangetaka kupeana ama malalamishi ya aina yoyote to different offices, wapeleke. Na mimi najua hao watoto wetu si wambaya. Ni vile wanasikia wamekaliwa na maisha. Wamekaliwa na maisha. Shinda kubwa ni viongozi kulete thugs and goons. Wanaingia kwa maandamano ama kwa demonstration zao Gen Z, inakuwa chaotic. Polisi nao wanapata nafasi
ya kuumiza hao watoto. Na ndivyo tunaenda sasa kwa polisi. Kwa sababu kuna mambo mengi tumefunzwa tangu tuingia IPOA. Mafunzo mengi ya human rights. Mambo ingine naweza kuambia nilikuwa nafikiria mtu wako right akifanya, unasikia you are not right. Polisi wanatakikana wawe mstari wa kwanza to guide those young men, those young boys and girls watakuwa kwa hiyo demonstration. Na pia hata wazazi wengine tunajua wanaingia kwa hiyo maandamano. In solidarity na Gen Z. Hatutaki polisi wafuruge hiyo maandamano. Na hatutaki wanasiasa wafuruge hiyo maandamano. Kwa sababu tuliona Nairobi what happened just the other day. A certain politician whom we respect, some of us we respect him a lot. Anaongea na anasema atakuwa na jeshi lake. Hao ni watu wanatakana wawe behind bars. Na mpaka wakati itakapofika mtu mkubwa na mdogo, ana respect sheria and the laws governing our country. Na ana respect constitution, ndio tutakuwa na peace katika hii nchi. Kwa sababu sioni mtu fulani anasema yeye atakuwa na jeshi lake na ni kweli anasema hivyo, na tunaona hao watu wako na miti ile kubwa kubwa wanapepa huko. Sisi tulijionea wakiipa hata watu, hata hao walikuwa wanasemekana ni jeshi ya kulinda Nairobi. So we are not expecting something like that. Right. And we are in solidarity with the Gen Z. Let them take their grievances to different offices, ikiwa ni parliament in Nairobi, ikiwa ni kwa ministers, wote pahali, na halafu warudi nyumbani peacefully. Right. We don't want any disruption. We will be there, we will be monitoring, na we would hate to see an incident like what happened last year on 25th June of last year. All right. Anasema Ian watching from Ronyenjes, Embu County. Salimia Nyaga sana, tunamwaminia sana. Thank you so much. Anasema ngine Honorable John Mushiri and the whole IPOA commissioners are equal to the task. They will strengthen and bring sanity. I believe in them. Thank you so much. Kwa sababu ya muda na tutamalizia hapo. Thank you so much for coming. Asante sana. Asante sana kwa kuja kutembea na kuzungumza na Wameru na Wakenya wote kwa jumla. Na tunaamini tutakuwa tunawaita mazungumzo kidogo, tunajua masuala yako namna gani. Utaniona hapa kila wakati, unasikia hii ndio hii ni eneo langu. Anytime unaweza kuniuliza ikiwa uko na nafasi. Tunaongea na region wangu coordinator. Tunakuja tutakuwa tukizungumzia hapa. Okay. Hii sasa ni nyumba yangu. Yes. Na hiyo mtu sitaki kutaja hapa, nimekwambia ni rafiki yangu sana. Hata nikitoka hapa nitampigia niko hapa. Nitamwambia nataka kunywa chai kabla. Thank you so much, sir. Asante sana. Na pia kwa mtazamaji wetu, mtegeri Bwinde baraba ndravero terora Facebook, terora SMS, asanteni sana. Tokata tokeka gira gatanta unekena toketa kiruru terorunge mubango jo kare turingeme. Nilikuwa na Mr. Nyaga from the IPOA. Thank you so much. Thank you. God bless you and God bless this station. Thank you so much. Thank you.